mwanangu. Asante mwanangu, habari za? Salama mama. Hongereni. Hapa mmepanga? Kwangu mama. Wewe. Hongera sana mwanangu. Asante sana. Kama mmefikia hatua hii, Mungu awabariki sana mwanangu. Ni jambo jema sana mkiwa na mji wenu kama hivi. Ni baraka kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Mkulima yupo? Msafiri? Sawa. Asante. Asante Yesu, ninakushukuru Bwana kwa neema na baraka zako. Asante kwa muujiza mkubwa uliotenda kwa ajili ya familia hii Bwana. Umewabariki watoto wangu, umewatoa sehemu nzito lakini umewapa sehemu nyepesi katika maisha Bwana. Ninaomba ukambariki hata mkulima wangu huko alipo katika kazi zake na katika shughuli zake Bwana. Ukampe neema na baraka zako. Mama, kama unataka kufanya maombi kwa nini usiende kanisani? Nyumba nyingine sio kila mambo unayofanya yatakubalika kwa Mungu. Niende kanisani? Kwa nini nisifanye maombi hapa nyumbani? Yesu yuko mahali pote. Na ukiangalia kupitia Zaburi 23, anasema Bwana ndiyo mchungaji. Yesu ndiye aliyekupa mali, ndiye anayetoa fedha na dhahabu. Pesa na mali zote ni za kwake. Ina maana kumbe hata hujamshukuru Mungu amekupa nyumba nzuri kama hii mwanangu. Mama, sio kila nyumba nimekwambia ukifanya maombi Mungu anayakubali. Kama unataka kufanya maombi kwa nini usiende kanisani? Hapa ni kwangu mama, nishakwambia hivi sitaki kufanya maombi, sitaki. Hata kama ni kwako, mimi mwenyewe sijawalea kwa malezi kama hayo. Wewe nimekufundisha kabisa kumjua Mungu. Leo hii nakuja kwako unanizuia hata nisifanye maombi. Kweli mwanangu? I say. Ajua mtendaji Mungu wangu. Ninaomba msaidie mwanangu. Sijamlea kwa malezi yao.
mwanangu. Mwanangu yuko wapi? Nakuuliza mwanangu yuko wapi? Shikamoo mama. Shikamoo yako inifai nini? Hivi wewe mwanangu alikukosea nini? Mama, kwani kuna nini? Kuna nini? Wakati umelogea kangu funauza kuna nini? Wewe mimi mbona siwaelewi? Eti utuelewi. Umemloga mwanangu. Saizi yuko jalalani anaokota makopa amekuwa chizi. Wewe mwenyewe umempeleka kwa mganga. Umemtoa ndagu. Leo unaishi kwenye nyumba nzuri, una relax, una raha. Mwanangu yuko jalalani anaokota makopa ameshakuwa chizi. Sasa sikia. Labda mimi unijui. Nakupa siku hizi. Mwanangu amesharudi kwenye hali yake. Vinginevyo utajua mimi ni nani. Kwenda mkimabu. Mbona kila ndani? Kwa ajili ya kuomba ile imani mliokuwa nayo kuja kuniambia kuhusu shida ya ndugu yetu James, muwe nayo hata hapa kwenye maombi. Msiteteleke, msiwe na shaka. Mara baada ya maombi atakuwa amepona na tatizo halitomsumbua tena kwa imani. Amen. Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na kila mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.
Kwa imani yako itulie hapo hapo, alafu tuende tukamwombee, na baada ya maombi atakuwa amepona kwa imani katika asubuhi ya leo. Baba mtakatifu na Mungu mwenye enzi, asante Kristo wa neema yote, asante kwa asubuhi ya leo, kwa sababu tena ya kumleta rafiki yangu huyu ambaye aliteseka kwa muda wa miaka mingi kwa ugonjwa wake na tatizo lake. Asante kwa sababu amekuja tena kwa ajili Baba ya kuja kukuona wewe na kuja kusogea karibu na miguu yako, maana kama miguu yako ndiyo mahali petu mna upendo na palipo na usalama. Tunakusii Yesu Kristo, katika asubuhi ya leo, tembelea kila sehemu katika mwili wa kijana wako James asubuhi hii, kuanzia kichwani huku hadi unyayo kule kwenye miguu, Mwenyezi wa mbinguni, kule tumboni, kule miguuni, kule machoni. Mungu Mwenyezi wa mbinguni, tafadhali tembelea kila sehemu, alafu mponye kwa damu yako Yesu Kristo. Damu yako ilichujika msalabani kwa ajili yake na yeye mwenye dhambi, ili apate kupona, na kupitia ugonjwa huu shetani aliyeuleta ashindwe kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Tenda kwake, tenda Mungu Mwenyezi wa mbinguni, na usumbufu akauache kabisa, na ukatoke na ukaishe kwa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Tukimaliza kutoka hapa, mara baada ya hapa akawa amepona, na tuseme amina kwa imani. Amina. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu, ametenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Sasa baada ya hayo